was an accident. Mimba sio accident. Kupata mimba hakuna. Wewe venye umetembea huko kote, ushaitembea Thika Road ukapata kuna mboro imesimama ukislide unaangukia. Hakuna. Mimba ni process. Unaenda kwa nyumba, unalala chini, mtu anakupanda juu, unasikia? Mpaka hiyo wakati mwanamke anaongea kizungu. Harder, faster. Anakufundisha kazi yako, unaona? Then ukishapata mimba, unakuja kusema no. Hauwezi angukia mbora. Hakuna mboro ziko Thika Road zimesimama. Hauwezi slide uangukie mbora. Hadi wakati mtu ako juu yako, kuna wakati Mungu anaona msichana anaenda kupata mimba. Inatoka nje. Yeye ndiye anarudisha. So mimba si accident. Neno tukishafika kwa nyumba, unaanza kupigia mwanaume sijui ati ulikame ndani yangu. Hizo ni swali gani za ujinga? Anytime you are having sex without protection, what do you expect? Jua kuna maugonjwa na kuna mtoto. Hakuna TV, hakuna utailetewa TV ati 42 inch ati Omari umehave sex bila condom ndio 40. Hapana. Tuache kurembesha hizi vitu ati sijui ati mimi ni side cheto wake, sijui mimi ni nani wake, sijui mimi ni sijui mpango wa chieta. Hizo vitu zote ziko under one name. There is nothing like mpango wa chieta. Mpango wa kando jawa. Lakini Kenya hakuna mwanaume malaya kama married man. Yes. Yes, a married man ndio mtu atachat na wewe na profile yake ni mtoto na bibi. Na anakuchatisha. Na wewe mwanamke bongolala pia wewe unasikia. That's why unasikia kama sana wana akili. Unasikia mchana anasema ati mimi namfanyia kitu bwana yake hizi, kitu bibi yake hizi fanya. Let me tell you. Mwanaume hata ulale na yeye usiku mzima, uamke usiku kama amelala umpe Weetabix, uamke umgeuze shingo asinyongwe na mate usiku. Mwanaume malaya ni malaya na utawachwa. Sasa wewe unaitwa bibi mdogo na maid, wapi tofauti? So hiyo pia naambianga wanawake ni umalaya. Hakuna kitu atanifanya, it is the truth. Anyway, ladies, kama unanisikia na ushai dinywa kwa nyumba yako, mimi sinanga filter. Kama unaleta mwanaume kwa nyumba yako, anatoa manguo na kufanyia anasa kwa nyumba yako, pia wewe huna akili. Niambie relationship yoyote imefika mbali yenye mwanamke ndio breadwinner. It can never be. Haiwezi. Hii kitu tu tumeileta tu, men are lazy, tunapenda rahisi. It can never be. Huwezi toka kwako, unaenda kwa nyumba mwanamke, wewe pia umetoa manguo zako, unatumia tissue yake. Yaani mpaka unakulia kwa nyumba una flash. Are you normal? Are you okay? How do you get erection kwa nyumba yenye ulipi rent? Nasemanga wasichana wajaluo, msichana mjaluo ndo msichana unaweza mguzaguza hivi, umtoe nguo upate amevaa short ya gore ndani. Unajua wanawake, dating a Luo man and getting married to a Luo man are two different things. Unajua ukidate a Luo man atakufanyia kitu yote. Tunapenda kujigamba. Yes. Tunakupeleka Mombasa, tunakupa Jack Daniels. Yes. Baby utakunywa nini, unaelewa? Lakini sasa tafuta bibi mjaluo mwenye anasikia mzuri. Hakuna. Uliza mtu anakuambia ati I'm busy. Na anashukana Kenyatta Market. Msusi anaweza kuwa busy aje. What they want to do, wanataka kufanya umalaya kwa hiyo nyumba. Sasa anaogopa mtoto wake atamzuia kufanya nini? Kufanya umalaya. Yeye sasa amebleach ni mweupe, mtoto naye ako na mashilingi ushago. Yeye ameweka hadi matiti yake tatu, unashindwa what is going on. Na wanaume ukiwahi kuwa na dem na unaona anaishi Nairobi, anaishi town na ameacha mtoto na mama yake, wachana na huyu mwanamke. Kama pendi mtoto wake hata wewe atakupenda. Achana na huyu mwanamke kabisa. Na same to ladies, ukipata mtu na kutaki na mtoto wake, pia yeye aende mali kama Ethiopia. Lakini hapa Kenya wasichana wamezaa ndio wako. Hata in your early 20s usiharibu maisha yako. Number 1, watu watumie condom. Kama hakuna condom, vaa karatasi ya chumvi. Vaa karatasi ya chumvi. Mwenye hataki condom awache. Mtu asikuharibie maisha na fani ya dakika 2. Life yako ita change forever. Yes. Every Saturday tuko live na MC Omari Nash kuanzia Sato. Guys, mtu ni mtu mpoa sana. Asingoja kuwe mtu mwingine sasa ako big hapo ndo unajua kusema Omari nilijua uta make it. No, hapana. Mtu akifanya kitu tunamsupport. That is it. Alright, karibuni sana kwa show yetu ya leo. Kama kawa ni MC Omari Nash kwa Super Sato. Leo ni Saturday na tuko na
mgeni wetu. Kama kawaida mnajua lazima tulete mgeni. Siwezi kuwa peke yangu kwa sababu mnataka kujua, mnataka kuongea na wale ambao labda mnawaona tu kwa simu zenu ama labda kwa mtandao. Leo niko na mgeni wangu. Ni baba, by the way, Baba Mona. Baba Mona. We, Ritmatin, subiri kwanza. Ako ndani ya nyumba, tunaenda labda kumuuliza maswali machache kwa wale ambao wanataka kusikiza historia yake. Leo tuko na Baba Mona. What you can do for us, you share video, give us a like and give us a comment, and you can as well tell us the person that you want to be in this show or this platform. As I always tell you that I always appreciate your support. Today, Baba Mona ndani ya nyumba kwa Super Sato every Saturday. Baba Mona. Baba Mona. Yes, olera. Habari yako kwanza? Salamu, habari niko poa. Kumbe huwa uko handsome tu hivi. Unajua mimi nilikuwa nadhani labda ni mafilters. Hapana. Tuko sawa, mimi ni mshy. I'm normally very shy. Mimi ni mshy. Aluro kamera hata hapa ndio nikuje, mimi ni muoga. Ndio maana nimekutafuta kuanzia last year. Niko. Nile tu mimi ni mshy, ukinipigia simu uko na lakini nitie. Lakini kama una yudi. Niko. Otherwise salimia watazamaji. Watazamaji. Wasikilizaji tu. Watazamaji. Unajua wanatutazama. So kila mtu mwenye ananisikia, mimi ndo Baba Mona. Na at least leo nimepata ile time ya kukuja niongee na nyinyi. Sasa Baba Mona. Yes. Unajua watu wanakutizama tu labda kwa simu, kuna wengine wanakuweka status, lakini mimi nachukia wanaume. Kabisa. So kwanza kabisa kabla tuingie ama kabla tuingilie hiyo, utatuambia jina lako kamili. Jina lako kamili. Jina langu ya M-Pesa. Jina ya M-Pesa sasa. Jina langu ya M-Pesa. Tutoke kwa Baba Mona. Mtu akitaka kujua, unajua kwa nini napenda Baba Mona? Cause jina, unajua kuna jina ya kupewa na mtu anakupea jina. Lakini sasa kuna jina yenye inakuja na Mungu. Sasa unaona hiyo Baba Mona, hiyo ni jina ni Mungu alinipea, because I have a name, lakini sasa jina Baba Mona I think naona ingekiwa special to you. Yes, inakuanga kitu cause ilifanya nikaacha kukua hii, sasa nikakuwa Baba Mona. Na naipenda hivyo. No, sasa okay, utuambie watoka wapi wewe? Nyumbani sasa. Ushago. Shags. Kisumu Kanyakwara. Kisumu? Kanyakwara. Ja Kisumu. Yes. Kisumu Kanyakwara. Yes. So give us a brief history. Ahero. Kanewa. Aha. Yes. So baba alitoka tu Kisumu akaingia Ahero, akapata mama. Yes. Alafu niambie labda educational background. Umesoma wapi? Educational background. Asoma Onjiko Boys. Yes. Mano High School. Sasa hizo ingine primary nimesomea Nairobi. You are born Tao. Okay. Naona ndo maana uko na light skin. Nikoga mapema, inindo chon, imodopi. Yes. Kuna wale ambao washapata do, wanatuambia eti nindo mapema hakuna. Yes. So niambie vile ulifika naye sasa. Mimi sikufika, nilizaliwa huko. Ulizaliwa naye? Yes. Ulizaliwa Nairobi? Yes, Pumwani. Yes. Okay. Unajua watu wamezoea kuona sijui Mjaluo lazima ukue mweusi. Kama hii sura yangu. Sijui uko na mwili na kaaje. Lakini are you a typical Luo? Yes, aja Luo. Madhe mzae wote. Okay. Okay. So tuseme hapa Nairobi, what do you do for a living by the way? Unajua watu wanakuona tu TikTok. What do you do for a living? Niko job.
niko kazi. Unajua hata naambianga mtu before uingie social media, hata kama wewe ni msanii, hata kama unafanya nini, fanya hiyo kitu unafanya, lakini make sure you are doing something. Ile kitu talent yako Mungu atakupea. Ni kama sasa wewe uko na kamera yako, you are doing your things, but hiyo imanishi ati sasa ukose kufanya kitu kingine, ati unaongojea, unaelewa? Mimi nafanya kazi, nafanya kazi ya kutafuta kazi. Wakati nitapata, I know, God willing nitapata tu. Iko. So mimi niko job, na sionei wanaume venye watu wanasema. Ni wenye tu wanaume tuko na tabia mbaya, alafu wanaume olorojomasi ya Mungu. Yes. Yes. No. Okay. I'll come to that first. Tell me how you came to be a TikToker. Okay, what happened? True story. Bila kuleta sijui fabrication mingi. Mimi kwanza sikuwa napenda TikTok. Cause anytime nilikuwa naingia TikTok, unapata tu muone watu wanatwek tu. Mimi nashangaa sasa kama hii ndio kuko. If somebody cannot talk, hakuna kitu productive hivyo. Hivyo ndio mimi nilikuwa naona. So initially sikuwa napenda TikTok. Then what happened? Mona alikuwa anaingia TikTok. Huyu baba Mona. Yes, sasa huyo Mona. Yes, Mona anaingia TikTok na simu ya sister yangu akienda kutembelea sister yangu. So hapo ndo nikajua. So kurudi jioni kwa nyumba, Mona ananiambia, "Daddy nataka TikTok." So napigia sister yangu namwambia, "We, TikTok ni yanango." Akanambia ni app fulani, we ingia. So I had to download it. You download TikTok. Nika download TikTok because of Mona. Sasa najiuliza nikidownload so muone winyo pia gikundo na mimi sitaki akue hivyo. So when nili download, hata ukiangalia video zangu za kwanza ilikuwa tu ni yeye. Alikuwa anaweza kaa hapo akaembelea kamera sing along na wimbo fulani. So later on ndo nika realize hapana, TikTok naweza itumia kama platform ya kureach out watu. So in short, ni Mona ndo alikuwa Mona ndo alikuingiza. Mona ndo alikuingiza. Wale ambao wanatutizama pale, those people that are watching, I want to tell you that you don't know, anything that is coming into your life, it is having a purpose. Today I have Baba Mona here, and most of you know this guy. This guy has been trending. I remember the first clip that I saw, this guy was the other one you are saying, Ling Martin, Chungine, Rit Martin, and it was put by Slim Nyarawendo. So that is where I saw it, and then it was everywhere. You know, it was everywhere. The status, people were posting it in different parts, in different WhatsApp group. So I'm telling you, those people that are there, those people that are watching, you never know what might come through your life, you know, and everything that that is happening. Can you imagine that Baba Mona that we are talking about today, the person that made us know him today is Mona herself. Mona. Na maana napendea jina. So wakati uli download TikTok. Yes. Na unajua naichukia. So niki-download. Uliacha acha huyu mtoto acheze. Sasa nime-download, iko kwa simu, tukitoka jioni kutoka job tuko naye, sasa shika. So after some time, I think the first two videos ndio sasa ilikuwa inabidi nikitoka job sindaingia. So, kwa sababu anataka So what I did, nikaona, unaona kama Omari leo, niambie ukweli, ni watu wangapi leo wamekutext kukuuliza how are you doing? Just say the truth. Niambie kama kuna mtu unajua, relative, your friend amekutext ama amekukola akakuuliza unaendelea aje? Exactly. Nobody cares about you. Unaelewa? So that's why nikachukua hiyo platform nikasema kuanzia leo I'll be talking to people. And then talking to people kwa live zangu, kwa video zangu, and mostly sana adwa CMO wangu chuo. I don't have a problem with men because I'm a man. Lakini tabia mingi tunafanya ni tabia mbaya, and we get away with them. Yes. If only us men tunaweza kuwa watu responsible. Na ujue Omari, nikipatia msichana mimba, hata kama sitaki huyu mwanamke, naangalia mtoto wangu. That is it. You take responsibility as a father. That is it. Hiyo ndio shida yenye niko nayo. Unaelewa? Na kama umeoa na unaona huyu bibi yangu imefika mwisho, there's no love anymore. What do?
munaachana in peace kuliko kutesa mtoto wa mtu. Yeah. Number 3, wakati sasa umari umeoa, umeleta mwanamke kwa nyumba. Unakaa na huyo mwanamke, tuseme tu ache kusema mwanamke, tuseme nimeoa Omwameri. Yes, umemuoa. Sasa usimemleta kwa nyumba. Naam. Sasa why do you come again and start complaining ati bibi yangu amebadilika? Ati ukiulizwa kwa nini amebadilika, ati kitambo hakukuwa anavaa hivi, kitambo alikuwa amenona, kitambo alikuwa do you know kenye imefanyika? Ile kitambo mwanamke alikuwa anaishi kwa mama yake. Yeah. Baba yake alikuwa anamwangalia. Kitambo mwanamke alikuwa anaishi peke yake. Sasa wewe umeletewa mwanamke kwa nyumba, imekushinda. That's why you are complaining. Unaona? Hujamnunulia hizo nguo ameshindwa kuvaa. Exactly. So don't start complaining. Yes, ni wewe hujamwagilia maua yako maji. Yes. Take responsibility as a husband. Yes. Na Baba Mona, well, let me ask you, there is something that is going viral, you know, but it's good that today I have you here. So instead of getting it from other people, I can as well get it from you. Are you a single parent? Yes. A single dad? Yes. Mimi ni single father. Yes. Tunaishi na mwana watu wawili. Najua anashanganga. Like seriously? Yes. Why? Unajua inafikanga mahali Omari, kama wewe na mtu wako amweze, unajua sisi Kenyans bado hatujajua co-parent. Unaelewa? Co-parent ni kitu hiko. Mnaweza anza mahusiano na mtu and then amuelewani na mtu. Now what do you do? Mnaelewana, mnasema now we have a kid mwenye ako hapa, mwenye ametushikanisha. Me and you atuelewani. Mimi sijakosana na mtoto. Ni wewe atuelewani. Tunakuja kwa agreement venye tunaweza kufanya nini? Mtoto wetu akae vizuri. Vile tunaweza mlea. Exactly. Yeah. So there's nothing wrong. Sasa the same way kuna single mothers, yeah. Pia sisi tuko. Yes. In fact ni wewe ndo umejitokeza as a single father. Wako banao nimekam kurealize iko na challenges. Like for example tukiendanga na Mona mahali out, akisikia hata kususu sasa anashindwa ndampeleka kwa choo ya wanawake ama ya wanaume. Because mimi ni mwanaume, siwezi ingia naye kwa choo ya wanawake. Hizo pia ni challenges, unaona. Another thing, sisi mtu anafikirianga uliachiwa mtoto, yet you don't know the story. Ujui ni nini ilifanyika, ujui unaget. So hapo ndo nikarealize kuna hiyo iko na challenges zake. Yeah. And by the way, I wanted to ask the same question because even me on my side, okay, najiuliza, what happened? Mlikuwa pamoja, then mkatengana, or it was just maybe you are in a relation with a lady, then you went and picked the child. How? Mimi yangu ilikuwa ndoa. Mimi sizai out of the woods. Hata mwenye akona mtoto wangu mahali akubali asa. Mimi sina watoto. Yeah. So hiyo discrimination iko. Kama kuna there's a time tulikuwa tunaenda na Mona Malindi. So niko kwa airport, nishatoa birth certificate yake, nishatoa documents zake, na bado naulizwa mama yake anajua unasafiri. So I'm asking myself, si ati tunatoka nje ya Kenya. Kwa basi siulizwi. Now that tunaenda na ndege lazima niulizwe. Na si najua unajua kutoka na mtoto nje ya nchi ndio both parents lazima wajue. Lakini sasa Malindi niko within Kenya, unaona. So nikajiuliza, je, ingekuwa ni mama yake anasafiri na yeye angeulizwa the same question? No. Unaelewa? Yeah. Okay, we are still moving on with our interview of today. We have here Baba Mona. I know most of you know, have come across this face. Very handsome face, by the way. With me, I thought that maybe it's just some of the filters or something, but I've seen the guy is just handsome. And I'm wondering, why don't you get another lady so that you continue with the life, by the way. Ukiamua sasa unataka kulinda Mona, umlishe vizuri, so unaweza mtafutia mama wako wengi. Najua hata saa hizi ndio useme tu eti nataka bibi. You know what normally watu watakuja kama njugu. What normally happens, ukishakuwa na mtoto, whether you are a mother or you are a father, ukishakuwa na mtoto, kama ukijua decision yote una make ina involve huo mtoto. Na hii unaonanga single mothers wanaifanya sana. Unakuwa single mother,
the next minute you are dating, you are in another relationship, mnaachana tena. Yani unapata you are 25 already uko na baby daddy wawili watatu yenye itakusaidia, unaona. So wakati ushapata mtoto, there is a way unafaa sasa kufanya your things differently, unaona. Unajua wewe sasa Omari tuseme hauna mtoto, for example hauna mtoto, sina, yes, unaweza kufanya kitu chochote unataka, unajua hauna, lakini kuna watu wakitukiwaita hapa inaweza leta shida sasa. Unachoma. No. Unajua sisi wanaume, that's what unanga na problem na wanaume. Ni ngumu sana mwanaume akubali akona mtoto. Lakini mwanamke anatembea na ile alama. Kuna alama kuna mtoto haizi kataa. Yes. So kenye na happen akikuja ikikam itafika tu time yake ita happen. Because hizi itakaifeel tena. Okay. What you are trying to say is that you don't want to rush into another relationship. Exactly. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So let me ask you. You are going to you have your own profession, you do it, but people always do say that hautaki wanaume, si ndio? Yes. So wale ambao mnafanya kazi nao, how do they take it? Okay. Umeongea kuhusu maybe a certain issue, then tumekutana kwa ofisi sasa ama pale tunafanya kazi. How do they take it? Your colleagues now. Hii ni true story, hata nikuonyesha simu yangu. Unapata initially ilikuwa inaleta shida, but right now ni wanaume wameanza kuelewa. Because let me tell you Mari, if you don't take care of your family right now, ni wewe utaumia. Unanielewa? Because kenye itafanyika, wale watoto wako watakuwa wakubwa. What will they do? Wataenda kusaidia tu mama yao. Wewe ndio utabaki hapo kwa lonely peke yako. Unaelewa? Na so many videos zenye nimefanya, mtu anakutumia text kama mtu ananikola na baba Mona, tangu nianze kusikia video zako, siishi na mama mtoto, but I'm taking care of my child. Yani in short, mimi wanaume tunaweza waambia tukue responsible. Hivyo tu. Yani leo tu tukaamua, venye tu nilikwambia tukianza hisho. Leo tukaamua Omari, kila mtu anataka kuwa responsible. Believe me tunaweza ishi kwa dunia mzuri. Because women, most of them are bitter. That is a fact. Mtu anachukia baby daddy wake, sijui mwanaume aliniharibia maisha, na ule mtu maisha yake inaendelea. Inaendelea. Unaelewa? So if only tunaweza amua tuseme sisi wanaume kuanzia leo we want to be responsible. If unajua vizuri nimependa ule lakini sina future na yeye, usimpatie mimba. Alright. Somebody should be going live on TikTok. I don't know we use whose account. America, do you use yours or Baba Mona, you okay? Yote tundaasha ndaba ibando. Hapa tuna wifi. Sawa. Yes. Siweke basi. Nani utatusaidia? Wewe ushike yako. Alright, so umesema siku hizi wanaelewa. At least kila mtu anaelewa ni nini namwambia. And that's why nimekuambia kuna wengi sana mtu anakukola na kutext na ananiambia at least mtoto wake ameanza kulipia mtoto school fees. Ameelewa yani. So sio chuki. Yes, nile tu tabia mbaya yenye tuko nayo. Yenye mtu akikwambia hata Omari, hata mimi nina tabia mbaya. Mtu akikwambia Baba Mona hii ni tabia mbaya, you should just accept and change. Unakubali. Unajua sasa shida, we are so defensive. Unaona ni kama mtu anakuonea na mtu anakusaidia. That's why nimekuambia. In fact wanaume ndo nasaidia because leo if you don't take care of your family, wale watoto watagrow. Watoto wakisha grow watakumbuka nani? Ni yule ambaye alimlea, mama yake. Yes. Naona sasa hii tunaumia. Si mamake, yule ambaye alimlea. Yes, ndio nasema. Men are not there. Men are not there siku hizi. Yes, tumeacha ile jukumu yote. Siku hizi mwanamke wewe unazaa na unalea kivyako. Sisi hatutaki kujua. Yes. Kazi yetu ni kupeana. Kupeana mimba. Alafu unaenda side. Sasa wewe kazi yako ni kuvaa kakiza isilizi za 800 una match na koti. Bongo lala. Hapo ndo nikiambia mtu bongo lala watu wanakasirika. But it is wewe shikilia. Don't scroll. Wewe ni Martin. Anaitwa Baba Mona.
Baba Mona. Yes. Na kwa nini okay. Why is it that you are not going on the other side uongee pia na wanawake? I talk to them. Naongeanga na but rarely. No. Unajua nawaambianga hata ukiangalia video zangu zote kuna zenye naambia kama kuna ile yenye ilipostiwa karibu kila mahali yenye nilikuwa nawaambia wewe demu unaamka asubuhi. Kazi yako ukiamka yani wewe kamera yote unaona ni kutingisha matako yako. There's nothing else inatoka kwa akili yako. Unaona? You should use this platform yoyote hii social media. Maybe you went through abuse, ulirepiwa. Now talk to your fellow women. Waambie I got raped. Create awareness. Talk to vitu kama hizo. Unaona? Mimi sijaiona hata internet atunapata wamama wanaongea hata venye wanalea watoto wao. No. Iko tu unapata tu kila mtu tu anageuzia kamera. Yaani kila mtu ni kutingisha tu. Na imekuwa wasi mpaka wamama wakubwa. Unapata we mama mkubwa unatingisha matako yako over 30s. Exactly, you are doing it na mtoto wako ako internet anakatiwa. Na watu wanakatia mtoto wako wanaona kaka mother-in-law tengo piere. Unajua vitu zingine hata tukifanya zi make sense. Unaona? So hiyo pia nilisema hiyo ni no. Ingine tena wewe dem umejuana na Omari siku 2 siku 3. Ujui mtu kwao hata jina ya pili ya umjui. Mbona unabeba mwili yako unaingia kwa bafu unanyoa unaenda unakutana na ujambazi anakupea mimba? Why? Alafu mtu anakuambia it was an accident. Mimba sio accident. Kupata mimba hakuna wewe venye umetembea huko kote. Ushaitembea Thika Road ukapata kuna mboro imesimama ukislide unaangukia. Hakuna. Mimba ni process. Unaenda kwa nyumba unalala chini mtu anakupanda juu unasikia mpaka hiyo wakati mwanamke anaongea kizungu harder faster anakufundisha kazi yako. Unaona? Then ukishapata mimba unakuja kusema no. Hauwezi angukia mbora. Hakuna mboro ziko Thika Road zimesimama. Hauwezi slide uangukie mbora. Hadi wakati mtu ako juu yako kuna wakati Mungu anaona msichana anaenda kupata mimba inatoka nje yeye ndiye anarudisha. So mimba si accident. Hiyo maneno tukishafika kwa nyumba unaanza kupigia mwanaume sijui ati ulikame ndani yangu. Hizo ni swali gani za ujinga? Anytime you are having sex without protection, what do you expect? Jua kuna maugonjwa na kuna mtoto. Hakuna TV, hakuna utailetewa TV ati 42 inch ati Omari umehave sex bila condom ndio 40. Hapana. Yes. Leo niko na Baba Mona. Yes. Baba Mona mwenyewe. Yes, hiyo na pia mwanamke kudate bwana ya mtu. Naam. Omari hiyo ni umalaya. That is it. Tuache kurembesha hizi vitu ati sijui ati mimi ni side cheto wake, sijui mimi ni nani wake, sijui mimi ni sijui mpango wa chieta. Hizo vitu zote ziko under one name. There is nothing like mpango wa chieta. Mpango wa kando goto ni umalaya. Because wewe mwanamke mama yako amekupeleka shule, umesoma, umeshamaliza shule. Mbona tu sikae peke yako usishughulike na maisha yako and you get your own husband? Mbona unaingia kwa boma ya mwanamke mwenye ametoil so much, amehangaika na bwana yake. In fact, sasa bwana yake anakaa vizuri juu ya nani? Je, ya huyo mwanamke. Je, huyo mwanamke. Alafu mnashikana majambazo ili mmeenda mmelipa lodging. Sasa mnaanza kusengenya huo mama. Unapata huo baba pia ni mjinga na anasema bibi yake, unajua mimi bibi yangu hata simpendi, ningeshamwacha ni juu ya watoto. Sijui, unajua married men. Acha nikwambie. Hata wewe hujaoa, lakini Kenya hakuna mwanaume malaya kama married man. Yes. Yes, a married man ndio mtu atachat na wewe na profile yake ni mtoto na bibi. Na anakuchatisha. Na wewe mwanamke bongolala pia wewe unasikia. That's why unasikia kama sana wana akili. Unasikia mchana anasema ati mimi namfanyia kitu bwana yake hizi, kitu bibi yake hizifanya. Let me tell you. Mwanaume hata ulale na yeye usiku mzima, uamke usiku kama amelala umpe Weetabix, uamke umgeuze shingo asinyongwe na mate usiku. Mwanaume malaya ni malaya na utawachwa. Unaelewa? Na wanaume we know. Mambo kiharibika mari wanarudinge wapi? Kwa bibi wa kwanza. Wanamuita bibi mkubwa. Bibi mkubwa. Mambo ikiharibika. Sasa wewe unaitwa bibi mdogo. Bibi mdogo na maid wapi tofauti? So hiyo pia naambianga wanawake ni umalaya. Hakuna kitu atanifanya, it is the truth. Lakini acha nikuulize Baba Mona. Yes. Kuna wengine ambao wanakuona kama mpiaro. Unajua mpiaro, yule ambaye anapenda matusi. Yes. No. Si matusi. Unajua Omari, mtu akikwambia umalaya.
Unajua hizi vitu tumekuja tu na jina za kuzirembesha. Side chick, mubaba, mpango wa kando, sponsor. Joluacha na mao chotna. Chotna. Yes. Hata hii maneno yasijue ati uchukua simu ongea na anko. Hapana, huyu si anko. Chotna. Yes. Huyu si anko, huyu ni anko ya nani? So hiyo si matusi, that is the right word ya kutumia, ni umalaya. Nilikuwa nawaambia it is high time we kono nyatheni ati biwugi yangu kuna nyatheni onyango biwugi chotna. My chotna mami wa pesa mwadagoka. Yes, unapata sasa zingine single mother unadhania, let me tell you, these kids they know what is going on. Mtoto amefika 5 years. Mtoto unangoja alale, unaleta mwanaume kwako. Anyway, ladies, kama unanisikia na ushai dinywa kwa nyumba yako, mimi sinanga filter. Kama unaleta mwanaume kwa nyumba yako, anatoa manguo na kufanyia anasa kwa nyumba yako, pia wewe huna akili. So these women, unaleta mtu kwa nyumba yako, unafikiria mtoto amelala. Mtoto hajalala. Si ni bed sitter. Mtoto anasikia venye mamake analia, you are killing me. Sasa mtoto anakusikia, si ati asikii. Unasikia? Hizo vitu zote hizo si relationship. Wanajifanya tu kutulia. Exactly. Lakini wanasikiza. They know. Okay. And that's why wakigrow, some of them ni venye hawezi ongea sahi. Waulize, utasikia mtu akwambia, mimi kuna wakati babangu ni kama alikuwa analeta wasichana. Mimi mamangu alikuwa analeta wanaume. Yes. Yeah. So it's a lesson to us that if you know you become a parent and maybe you are single or something, make good use of that place. Do not misuse the place. Let not the future haunt you. Yes. And make sure unakaa poa. Exactly. Na pia unajua ndio nilisema wanaume, I don't have an issue with you. Lakini hata nikuulize Umari, mbona mwanaume unaenda kwa nyumba mwanamke? Sometimes sina nyumba. Hapana. By the way, nikuulize kama una nyumba, let me ask you. Mungu alipatia mwanaume kazi kwanza ama bibi kwanza? Kazi kwanza. Na sasa kama unafaa kujua hivyo, si unafaa kuwa unajua wewe ndio mwanamke, na wewe go and ask your parent. Baba yako ashaienda kulala kwa mamako wakati alikuwa anamtongoza? Hiyo ujingenye watu wameanza hapa town, ati unapata mwanaume anaongeleshwa siku 2. Nakuja nikutembelee nini? Unatembelea nani? Acha nikuulize. Okay, you are hustling kama mimi, sina kazi, sina nyumba poa. Alafu nipate yule ambaye ananipenda, kuna kazi, ana drive. Should I not date that lady? Dating is okay. Unanisikia? So unajua itabidi niende kwake juu she is of class. Haezi kuja kwa. Mbona sikuje kwako? Niko ghetto. Hapana. Atoke Karen na gari yake akuje ghetto. Niambie relationship yoyote imefika mbali yenye mwanamke ndio breadwinner. It can never be. Haiwezi. Hii kitu tu tumeileta tu, men are lazy, tunapenda rahisi. It can never be. Uwezi toka kwako, unaenda kwa nyumba mwanamke, wewe pia umetoa manguo zako, unatumia tissue yake. Yaani mpaka unakulia kwa nyumba una flash. Are you normal? Are you okay? How do you get erection kwa nyumba yenye ulipi rent? So that is the issue yenye niko nao na wanaume. Mtu amekwambia kuja lunch. How do you get erection kwa nyumba? Aulipi rent. Mtu amekuita Umari kuja lunch. Mbona unabeba condom? Condom ya nini? Unataka kubeba na take away? Kama umeitwa huko, wewe enda lunch. Wacha kumix umalaya in the name of lunch. No. Be specific what you are going to do then. Yes. So these single mothers, they should be very careful because wanaume washajua nyinyi ndio single mothers ni hard working. So wanaume washajua. Exactly. So what do? Ana pretend ati anapenda mtoto wako. Anapenda mtoto. Unapata baba mkubwa anamweka kwa baiskeli. Anaweka mtoto kwa baiskeli kila wakati na Kenya anataka ni nini? Sex. So tuache kubit around the bush. Wanaume tu tukue na tabia mzuri. Kulala kwa nyumba mwanamke X. Kutoroka majukumu X. Kama mmekosana na bibi na mwezani, mnaachana vizuri, lakini sasa bado kama mlikuwa na mtoto unaangalia nini? Unajua wanaume siku hizi tumekosa adabu. Kama wewe Umari unaweza anza kutusi mwanamke amekuzalia, are you normal? Unaweza sikia vizuri baba yako akitukana mama yako? No. Unaona? No. Kama Mungu ndiye alikaa chini, why do you think Mungu hakuweka mwanaume ndiye apate mimba ama mwanamke? Alikuwa very specific.
mwanamke ndio nitatrust na mtoto for 9 months. Wewe ndio unazaa 9 months, yeah. Unasikia? You think God was stupid? Na mbona unatena unarudi mtu anakuzalia hata kama umpendi. Matusi ni ya nini? Unaona? Yeah, so hiyo ndio issue niko nao na wanaume. After all, I'm a man. Lakini Baba Mona, yeah. There is something that is also disturbing me. Some people are saying it. I don't know whether they are haters or something. By the way, you don't know. I don't know how to put this. Kuna wengine, you have your followers. Yes. I don't know how to call them. Are they your fans or followers? My friends. They are friends. Yes, mimi sinanga fans. Okay. Yes. So watu walikuwa wanasema kuwa wengi wao, yes, ni wanawake. Yes. Because wanakupenda. Yes. Then there is also this lady that said, unajua wanawake, they also don't like those people that are telling them truth. So yeah, ni kama unawabampa. Unawabampa. No. Unajua wanawake wamekuwa kitaka kuongea. But hata sahi kwa marriage mwanamke kitu ikimfanyikia akitaka kuongea, like for instance sahi umari umepatikana ukicheat, bibi yako ameingia kwa simu amekupata ukicheat, mbona inareversiwa ati mbona uliingia kwa simu ya mwanaume? Simu ya mwanaume mfai kuingia. Nobody is caring about mtu amekuwa hurt now. Sio kuna nielewa? Yaani wewe mwenyewe ndio umechitiwa on, tena unapigiwa kelele kwa nini umempata huyo mtu akicheat. You are being blamed. Exactly. Yaani mpaka unashindwa what have I done? And then pia wanawake wanakaa chini wanasema okay sawa. That's why siku hizo unasikia wana post ati simu ya mwanaume ni sumu. Simu ya mwanaume ni sumu. No. If you can trust a person, akupikie, akuletee chakula. Unajua mtu anaweza kukuua. Yeah, unamtrust na mtoto wako unaenda kazi. Simu ni ya nini? Mbona umeficha simu? Kama umeficha simu, unachat na watu wengine, enda uishi na ule mtu unachat na yeye. Unaona? So si ati wanawake ataona ni kama na I tell them the truth. Hata wenyewe wanajua. Unasikia? Ni ukweli hata wenyewe wakifanya tabia mbaya, I'll just tell you hii ni tabia mbaya. Unaona? Sasa the only thing eti wako wengi ni juu sasa at least mimi ndaambia wanaume Kenya hao wameshindwa kuamfanya nini? Kuambia. Yeah. Alright, tuko hapa na Baba Mona and that one is taking us to break. We are coming shortly after break. Keep it locked. Don't go far. You can give us your comment. You can as well share this video. You can as well give us a question that you want Baba Mona to answer. Just ask any question that you feel like asking. Then Baba Mona is here to respond. Baba Mona is here. We are coming back to listen to other more stories about Baba Mona, and you can as well. I'm coming back to say that after the break. You can as well say that. You'll say there, we are coming shortly after break. Hata kwa Kiswahili hapo na shida. Tunarudi baada ya muda mfupi. Eti? Tunarudi baada ya muda mfupi. Si angalia kamera, uache kuniangalia. Mimi ni mshai. Tunarudi baada ya muda mfupi. Eti mshai vile huwa unasema wewe, Reed Martin. Ama ukiwa peke yako by the way. No. Okay, unajua ina depend na mali huko. Kuna mali tu wezi ingia tu lete kierere. Some people walikuwa nafikiria ukini-meet, sasa pia mimi niko tu hivyo. No. Tu lazima ina depend ni mali huko. Wezi ingia tu mali huko uanze kierere. Tulia, I'm coming. That is the first question I'm coming to ask you after the break. Wow! Tumerudi. Yes, so, we are back. We are back. Yes. Tumerudi, we are back. Tuko hapa na Baba Mona. Baba Mona ananidanganya kuwa ni mshai. Na vile huwa anapiga kelele kwa TikTok. By the way, saizi uko na followers? I think 90k. 90k. Yes. Unaelekea 100,000. Yes. I wish TikTok wataanza kutulipa directly. Yes. Unajua country kama China, TikTok, unajua kila ni venye sisi hatuelewangi. TikTok ililetwa so that people can showcase their talents, ama kuongea, ama kufanya kuleta kuelimisha watu. You understand? So country like China, when you're there na unaongea about engineering, unatengeneza vitu, they pay you. Sio kwa nanielewa. Ni sisi tu ndo tunatwork. Yes.
Ni sisi tu tunatingisha matako TikTok. But watu wengine wanatengeneza, yani wanatengeneza do. Exactly. Yes. Na kama tengenezi do, at least there is something yenye anafanyia community. Sio kama unanielewa. Unajua kama wewe sahi Omari, there is something you went through. Hakuna mtu ako safe. Sio kweli? There is something you went through your teenage life. Maybe wazazi walikufa, ulilelewa na relatives, now living with the relatives was so hard. When you talk about it here, kuna mtu anaishi na relative wake, atakusikia. Utasema okay, let me hold on. Kuna vijana wengi sana bado life yao wanaishi kwa single room, wako pamoja. If you talk about it, na uambie pia mimi kuna time I was living this way, manze kulala, yani you get, wanaanza kufeel ai bana, kama wasema kuna lanja na sasa at least wanaweza kula, then we are not bad off. You encourage them, you give them morale of going ahead. Yes, if you are a woman and you got yourself into an early marriage na ilikuletea shida, talk about it. Exactly. Unaona? Sasa shida sisi tukiongelelea watu wanaanza kusema who hurt you? Nobody hurted us. Lakini sasa unafaa kujua like unaiongelelea so that is, nimekwambia hapa saa hii generation tuko. We are all depressed. And nobody's, yani hakuna mtu ana take care of us. Nimekuuliza swali tukianza hapa. Kuna mtu leo amekupigia kukuuliza kama uko sawa? Hakuna. Lakini ukiona mtu anakupigia atataka kitu kutoka kwangu. Unanielewa? People can't just call you. Awapigangi simu na saa hii unaweza pata Omari, you just need something like 50,000 ndio ufanye biashara yako. Hakuna mtu atakupea pesa. But wale wa kunipigia ni Omari nisaidie na 1,000. Na the moment you'll die, your 50,000 itapatikana. Unanielewa? So tunaishi maisha. Your uncles wale wenye wanaishi sijui ni USA wanaishi wapi? Watakuja. People will travel hata when you die. Why are you coming to see me when I'm dead? Imagine unapata kuwa uko na relative anaishi poa, hata ako capable of putting you somewhere, upate job. Afanyi, anasubiri tu kisha kufa hivi achunge sanduku. Sana sisi Wajaluo eti umeaga tu hivi nimesimama kwa jeneza, hiyo jeneza ni yako. So mtu anakuambia eti mimi nimesimamia nini? Nimesimamia sanduku. Nobody cares about you. Eti nimesimama kwa jeneza, achunge sanduku. Nimesimama kwa jeneza. Naambianga watu talk to people. These people need somebody to talk to them. Unasikia? Hakuna hata kwa marriage. Nobody lied to you at you have been married to you for 15 years nini. They are suffering in silence. So let them talk, watu waongeleshana. Nakwambia Omari, kuongelesha mtu ni poa sana hata saa zingine kushinda pesa. Ulimi inaweza change life ya mtu. Unasikia? Motivation, una motivate mtu. Acha hizi motivation ya ujinga yenye sijui ati nilianza biashara ya kuku na manyoya. Hapana. Mimi siongelelee hiyo. Mimi naongelelea ile mtu anakupush, anakuambia it will be better someday. Baba Mona, before I conclude this interview, there are some things that I have to ask you. This is your program that you are now running on TikTok. Why is it that you've not started the Facebook and YouTube or they're there? Mimi sitakudanganya. Mimi nachukia social media. Hata tangu nikuja hapo na avoid simu yangu. Sipendi. As in si ati nachukia social media, nimeisema vibaya. Sitakangi simu yangu ni hold hostage kila wakati no. And then let things happen naturally. Hii maneno mmefungua YouTube channel. Sasa mmeanza kubembeleza watu, please like my YouTube, sijui do this. Subscribe to my YouTube. Watu wanaona unawasumbua. But when you do everything at the right time, like itakuja tu automatic. It is coming pop. Sasa zingine unapata siku hizi kuna watu wengine hapa Kenya, watu wawili wanapatana, ati wamefungua YouTube channel, ati now they are dating, wanaanza kuprankiana kwa bedsitter. Bedsitter ni mali pa kuprank mtu. Bedsitter ukikaa hapa unaona kamera ndio ile, sijui nini ndio ile, mali kuna kila kitu. So let everything na ujue kila mtu anataka kuwa celeb. Kila mtu anataka kuwa celeb. Kila mtu Kenya anataka kuwa celeb. So tunashindwa in the next 10 years nani atakuwa daktari. Nana aya manas wenyewe siku hizi wanatingisha tu matako TikTok. Yaani mpaka unashangaa. This is very serious. Take care of yourself. Naambia watu hivyo. Watch what you eat, take care of yourself because sasa hata madaktari wako serious. Hata sasa ukiingia hospitali unapata daktari yako kwa simu. Daktari anakuongelesha na ako tu kwa unashindwa jamaa na Google dawa anataka kunipea ama nini nafanyika. Manasi ndio wanatingisha tu matako hapa TikTok. As in nobody is serious. So ni wewe watch kenye unakula, watch venye unaishi, take care of yourself because hata madaktari hawako serious. Kuna mwingine aliniambia
tangu corona ikuje. Like for example kidogo, kuna siku umeona aliingiza bead kwa mapua. Beads hizi za nywele aliingiza kwa mapua. So ameingiza, mimi napigiwa simu na mbona ameingiza kitu kwa mapua. Nikamchukua nikampeleka kwa hospitali nyingine, hata siwezi taja jina. Kufika huyo mama ananiambia ni book. It was on a Saturday. Ni book mpaka next Saturday ndio professional akuja atoe hiyo kitu kwa mapua. So mimi najiuliza, mtoto wangu akae na plastic kwa mapua for nini? For a week. Yes. Ilibidi nimeenda wapi? Penda. Those guys are the best. Penda Hospital. Penda Hospital. Walimtreat poa, wakaangalia hadi mapua yake. Kumbe hata hakuwa na moja, alikuwa amekamaka kwa nyingine. So waliweka machine fulani, wakavuta na ikatoka. So Penda na washukuru sana. Penda Hospital, Heko. Yes. Penda Hospital. Yes, ni wapoa sana. Hiyo iko hapo Umoja 1. Umoja 1. Yes. Umoja 1? Yes. Si mbali? Penda Hospital. You take it. Now, just be serious with what you do. Because naona ni kama kila mtu ako TikTok, teachers are there, doctors are there, drivers. It's not bad. Karibu tu. Yes, si mbaya kukua TikTok. Lakini sasa kuna hata mwalimu mimi najua nitakuonyesha. Mwalimu, mbona unatingisha matako? As in profession yako, ama mimi ndio sielewi hizi vitu. Unacheki? What are you doing? Na unapata watoto ndio wanakukomentia hapo, ati teacher unatufanya tusikie. Yani what kind of madness is this? So teachers, you should be teaching us. Watu wenyewe we are losing it. Okay. What I'm asking is this, kama wewe ni mwalimu, you should use your profession. Yes. Ingia social media, hata sijakataa usidance. Dance. Ingia social media, fungua tuition yako jioni. Wacha watoto waingie live, watoto waingie kwa simu, because simu kizuzu watoto wako nayo. Wacha watoto waingie live jioni wapate mwalimu akiwafundisha. Lakini sasa wewe mwalimu, wewe kila time, wewe pia ukiona kamera kila time oromo. This nonsense of twerking, it should stop. Na acha babona. Unajua, are you building friendship or enemies? Watu wanakupenda tu bure hivyo, ama watu wengi wanakuhate tu? Unajua, let me tell you Omari. Unaona sahi, hata we kuna mtu unachukia na aje kufanyia kitu, umjui, kuna mtu unapenda bila reason. Binadamu mtu asiye kudanganya ati mimi napenda watu wote. It is a lie. So kuna watu watanichukia na hata anijui, simjui, ana namba yangu na ananichukia. Kuna mtu ananipenda na simjui. Sasa watu wananipenda ni wengi kushinda watu wananichukia. Sasa mimi nifanye nini na mtu ako na damu ya uchawi ya kutoka kwao? Hebu niambie. Sasa abiago nichonga tu. Nikwambie tafadhali Omari, nipende. Nipende tafadhali. Hata wewe ndo tukikutana nawe, sio tulikutana nawe siku moja kwa public. Siku ya kwanza tu na ulikuja tukaongea. It was so natural. Sasa sikukubem. So ulinikuja tu juu nini, and we have been friends. Exactly. Hivyo ndo yuko. So mtu anipendi pia sasa ndamfanya nini? So according to you, wale ambao wanakupenda wakupende. Yes. Wale ambao wanakuchukia pia ni normal. It is so normal. It is normal. Because ukipendwa na kila mtu pia hapana. Lazima mtu akuwe na reason. Kuna mtu Omari anakuchukia juu shati yako. Omari anajifanya ati sasa Omari pia amevaa kitenge kingine alishona. Sasa hiyo pia ni kitenge yako. Unashindwa. What's wrong? Msikia? Aya, sasa tukiamua kuwa mwizi, ni Omari Chabetino Kitoreni Jaku. Ule anajua wezi kweli. Yaani mpaka ni mwizi na mtu anakuchukia kwa wizi. Yaani ule mtu anajua wezi kweli. Omari si mwizi. Tumeona wezi. Ule ni mwizi kweli. Acha kutupima. Hata ukiwa pastor. Hivyo ndio watu wako. So just do what you're doing. Mimi kitu nafanya na trying to kuchange. Omari, nyumba mingi zimebreak. Unaleke? Shetani amekuja in a way, ametoa wanaume kwa manyumba. Now the woman is there, uko na watoto, you don't know what to do, you are depressed, kids are depressed, watoto waishi maisha poa, unacheki? So mimi intention yangu tu ni kila mtu akue poa. Unajua Omari, wakati you are poa mentally and everything is fine. Hata kenye unasema kutoka kwa mdomo yako ni kitu productive. That is my aim. Okay. You don't have anything in mind maybe to do what we call economize. Okay. To economize your TikTok,
No, unajua venye tu nimesema kila mtu anapenda do. Na kuna watu ni text hata last week tulikuwa Malindi, nilienda kuongelesha watu huko. Yeah, like itakuja tu naturally. Kuna mtu tu atakuona atasema now this is good, let me do this, let me pay you. Unaelewa? Lakini kila mtu ana price tag. So uliitwa mahali uongeleshe watu? Yes, nilikuwa naongelesha wasichana wenye wamezaa wadogo na wale mama wenye wako peke yao, unaelewa? Especially nilikuwa naongelesha tu wale wasichana wamezaa wakiwa wadogo na wamepoteza hopes. Maybe mtu alirepiwa kapata mtoto ajui venye ya kufanya, it was our first time. So ndo nilikuwa naongelesha. But don't you think you are motivating these people to give birth at that early age or tender age? No. Kwa sababu unajua wakipata wale ambao wana motivate ni kama walifanya kitu poa, wazidi kuwa unresponsible. Omari, kutoa mimba na kuzaa gani mzuri? Kuzaa. Wanawake wengi wamepata akili after kuzaa. Unaelewa? What I'm trying to tell them is ukishapata mimba, zaa. Yes, ukishapata mimba, whether umeachwa, whether uko nini, umezaa. Na pia parents, mtoto wako akishapata mimba, hiyo 9 months mpatieni tu time, mwache azae, akishazaa uko mbele mtavurugana. Lakini for now mpatieni time azae. Mpaka mtoto akue mbele mtamsumbuana, lakini for now sasa hiyo si kwa encourage ati wazae. Unaelewa? Because hii kuna tendency nyingine inafanyika sasa hii, wasichana wadogo sasa hiyo mama zao wanawekea family planning. Juu ya nini? Kuficha aibu ya kuzaa. Lakini sasa kuficha ukimwi tutaificha na nini? Unanielewa? Yeah, so ni kitu lazima tuiongelele. It's something, na that's why nimerudi back to men. Wanaume tukakuwa vizuri. Sawa kuna watoto bongolala, but mtoto wa kike ukishamzaa na you are the father and you give your daughter love yenye inafaa. That's why unapata, kwani wewe umari tangu toshani hivi ujeipata msichana unamkatia alafu anakuuliza utanifanyia nini yenye babangu hajainifanyia? So she wako. Exactly, because babake ashamwekea standard fulani na babake ashampenda. So they are not disparate. Exactly. So hii ingine yenye unapata mwanamke amesha grow, amefika teenager, hakupata ile fatherly love. Akipata jambazi kama wewe umwambia I love you, huyo msichana anakubali. Ndio sasa unaambiwanga ukitaka bibi mzuri ama bwana mzuri, olewa ama oa orphan. Ile mapenzi angepea baba yake na mama yake yote kwako. Yes. Umenielewa? Hiyo ni experience. So yes. Wale ambao wanataka kutuma application lazima ukue orphan. Hao ambao wako na wazazi mtanisumbua bure. Wasichana Wajaluo. Katadala wao katemga kama unajua wasichana Wajaluo. Nasemanga wasichana Wajaluo, msichana Mjaluo ndio msichana unaweza mguzaguza hivi umtoe nguo upate amevaa short ya gore ndani. Unaona? Yaani msichana Mjaluo. So tuseme kama unataka kutafuta partner. Unajua msichana Mjaluo utaenda Ujaluo tena. No, wasichana Wajaluo kuna uzuri na ubaya. Msichana Mjaluo uzuri yake ni moja. Anakuambia hapo kwa hapo. Na sasa unapata sasa sisi wa baba Wajaluo hatupendi wasichana Wajaluo. Kwa nini? Wanajua tabia zetu. Unajua tabia zetu ni mbaya. Sasa wakituuliza that's unasikia Wajaluo yeteka pana wamegrow na sisi. Wanajua tabia zetu. Sasa unajua watu wengine hawatujui. That's why niliambia wanawake dating a Luo man and getting married to a Luo man are two different things. Unajua ukidate a Luo man atakufanyia kitu yote. Tunapenda kujigamba. Yes. Tunakupeleka Mombasa, tunakupa Jack Daniels. Yes. Baby utakunywa nini? Unaelewa? Lakini sasa nguo ni kwa collections. Exactly. Time anakudate juu ya sifa. Lakini sasa tafuta bibi Mjaluo mwenye anasikia mzuri. Hakuna. Unaona? Ni wangu tu ndo atasikia vizuri. Ni wako tunataka. Wako natakuwa kwanza. So wanawake wa Jaluo ni vichwa ukweli, lakini at times wanakuanga right. Unaona? Wanakuambia ukweli. Wanakuambia hapo kwa hapo. Okibikelo na. Yes. Kibikelo na. Mpaka anajishika. Yes. Hili paninga. Na kakicheka kwa hiyo nyumba mnasuaga. Alright. Upate ni mtu ametoka at least kwao, sijui kuna polisi, wawadi gisi juu ya ngoa. Kuna mwingine anaendesha gari. Utaona moto.
No kigola dala wakachandora. To be ananyada kati. Exactly. So yeah. Okay, acha nikuulize. Yeah. Kwa hizi clip zako, yeah. ni gani inakupendeza? Yani unajua unaweza fanya kitu ukiangalia hivi, yeah. hata wewe pia inakupendeza, na zile ambazo labda umefanya tu for fun na ziko hapo. Unajua mimi before nifanye clip, naona saa zingine mtu ananiuliza umetoa wapi content? Content ni day to day thing. Nikitembea, niko kwa matatu, venye naenda, yani mtu unapata saa zingine mtu anakuuliza, Omari nikikupatia 1 million utafanya nao nini? Unaanza kufikiria sasa, ndafanya. Kumbe answer iko tu hapa. Unasikia? Umekalia answer. Mali umekaa maybe ni shamba. Si uchukue pesa yako nianze farming nini? Unaanza kufikiria bali same thing na vitu mimi ongelelea. Mimi sina video favorite. Sina because enye sana enye natachingi watoto ndio inanitachingi. Kuna zingine mimi ufanya yenye naguzia watoto naanza kufeel ni kama sasa hawa wasichana wenye wametoka unaacha mtoto uko tu hapa town. Na si ati kuna wenye wana travel lakini kuna wenye mtoto uko Nairobi na mtoto wako wapi? Ushago. How do you do that? How do you do that, Omari? That's bad. Niambie tu kweli. Yani alafu ukiuliza mtu anakuambia ati I'm busy. Na anashukana Kenyatta Market. Msusi anaweza kuwa busy aje. What they want to do, wanataka kufanya umalaya kwa hiyo nyumba. Sasa anaogopa mtoto wake atamzuia kufanya nini? Kufanya umalaya. Exactly. That is it. Omari, you can never be busy for your kid. You so, can never. Wanaficha watoto nyumbani. Anachukua mtoto. Sasa mtoto akiwa naye atamkazia kwenda Wangla, sijui kwenda wapi, kwenda wapi. Yeye sasa amebleach ni mweupe, mtoto naye ako na mashilingi ushago. Yeye ameweka hadi matiti yake tatu, unashindwa what is going on. So such videos zinanitouch because I know of many kids. Na wanaume ukiwahi kuwa na dem na unaona anaishi Nairobi, anaishi town na ameacha mtoto na mama yake, wachana na huyu mwanamke. Kama pendi mtoto wake hata wewe atakupenda. Achana na huyu mwanamke kabisa. Na same to ladies, ukipata mtu na kutaki na mtoto wake, pia yeye akuje fair nimpe aende mali kama Ethiopia. Lakini hapa Kenya wasichana wameza ndio wako. Hata kwa Biblia nikuulize, Yesu alikuwa mtoto wa Joseph? Si Mary alikuja naye? So watu wasijaribu. Mwenye hataki awache. Na Joseph hakupingana. Yes. Sasa hapa hiyo hata haiko alikubali na ile. I'm so grateful, Baba Mona. Yeah. I want you to take this opportunity. You take these few minutes, you talk to these people before we call it a day. Yeah. No, mi kenye naweza sema Omari, on a serious note, yes. Tukue responsible. Yeah, tukue responsible. Kama we ni, if you're a teenager, not hata si teenager, in your early 20s, usiharibu maisha yako. Number 1, watu watumie condom. Kama hakuna condom, vaa karatasi ya chumvi. Vaa karatasi ya chumvi. Mwenye hataki condom awache. Mtu asikuharibie maisha na fani ya dakika 2. Life yako ita change forever. Hiyo ni 1. Number 2, my fellow men, tukue responsible. Ukishaza, angalia mtoto wako. Angalia mtoto wako. Hiyo tu, hata kama upendi mama yake, mumekosana na mama yake, take care of your kids. So that siku moja mtoto wako akipata na mtoto wako ni mtu mkubwa in future. Sasa instead wewe kukuja hapa sijui Chongara ama sijui nani akujie wapi, sijui mtoto wako sasa anafanya harusi na mtu wako na pesa, sasa pia wewe unakuja hapo kudoea. Wewe kuwa mtu mzuri sahi so that your kids can give back because tutazeeka. Yes, tutazeeka. Kuna mahali itafika utazeeka. And many men are suffering today kulingana na ile mbegu alipanda kwa watoto wake. Unaona? Watu wengi siku hizi unapata tu mtu anatumia mama yake pesa, hatumii baba yake. Na kwa wanawake, don't poison your kids. Usipoison mtoto wako. Kama baba yake ni mzuri, just tell them baba yenu ni mtu mzuri. Hata kama baba yao alikuwa mbaya, usiwaambie, wacha wenyewe waone na mdomo na macho ya. Exactly. That's it. Right, that one is Baba Mona. Baba Mona umeua show. Umekill. Shukuru.
Unaona sionei mtu. Hata nimekubali. Yes. Hata umekubali. Nimekubali. Yes. Nimekubali. Yeah. So utasema pale every Saturday tuko live na MC Omari Nash kuanzia saa 3 usiku. Utanilipa kusema hivyo show yako? Hakuna shida. Unajua ile pesa umenipea ni kidogo. So, unajua umenipea tu fair. Nimekupea fair. Umenipea tu fair. So unataka niongeze tena? Nipatie nikirudi ndio muona niulize dadi leo si leo huku. Unaona leo sasa ilikuwa Saturday. Sasa mtu ananiuliza nilikuwa wapi? Unaona? So niambie venye niseme na kila word na charge 500. Anza. Every Saturday tuko live na MC Omari Nash kuanzia saa 3 usiku. Yes. Every Saturday tuko live na MC Omari Nash kuanzia Saturday kuanzia saa 3. Guys, mtu ni mtu mpoa sana, hata kama wacha hata kwa na rafiki yangu. Tukiona mtu ana work hard, mtu anafanya kona hii kamera yake moja, huwezi jua. Tusingoja kuwe mtu mwingine sasa ako big hapo ndo unajua kusema Omari nilijua uta make it. No, hapana. Mtu akifanya kitu tunamsupport. That is it. Hajakuja hajaiba, hajaomba, unaelewa? So mimi na support. Okay. Yeah. Thank you so much. Yeah. Baba Mona. Yes. Nitakutembelea nione Mona. Yes. Tuongee na Mona. Mona utamuona. All right. You guys, let's meet next week. The same time, same place.